Asa unaenda wapi? Muda mrefu mdogo wangu, lakini una tabia mbaya bwana, ndio umadimika hivyo. Kila ninapokutafuta sikupati. Hata simu yako hata namba umebadilisha ndugu yangu. Mbaya wewe. Bwana wewe, sio kama unipati. Nipo vizuri sana. Maisha yanaendelea. Sema tu sasa hivi mambo yamebadilika, majukumu nayo. Majukumu hayo, majukumu gani ndugu yangu? Kifa mpaka mimi ndugu yako unitupe. Hebu ngoja kwanza. Hivi unakumbuka mara mwisho tulikutana wapi na tulikuwa tunaongea nini? Nakumbuka tulikutana kwenu. Kaongea story ya Mamina. Hapo hapo sasa. Ndio tatizo lilipoanzia au baraka zilipoanzia. Kuanzia pale. Haijachukua hata muda mrefu. Sasa hivi nimeolewa mdogo wangu. Kwa mambo yangu tofauti na zamani. Si unajua mke wa mtu tena. Una tabia mbaya wewe. Yaani umeolewa hata mimi udugu wako hujaniambia. Kweli jamani? Kweli umenichoka. Lakini Kidao umezidi kulalamika jamani. Jambo la ndoa ni jambo la baraka na jambo la heri. Hata kama sikukwambia, kikubwa tu niombee dua. Kwanza jambo lenyewe lilikuwa la ghafla tu. Halikuwa tena mambo mengi. Kikubwa tu niombee dua niishi salama na maelewano na shemeji yako. Basi sawa, nitafanyaje? Hata kama nikilalamika sitoshiki, kishapita. Kikubwa tu nakuombea dua ndugu yangu. Maana wewe nakujua. Utulie shoga yangu kwenye ndoa yako. Bibi we, taratibu. Kinachopunguzika nitakipunguza. Ambacho kimegoma kupunguzika nitatembea nacho taratibu. Sitaki kutumia nguvu kupunguza uasilia wangu. Upo? Naomba uniache niwahi. Haya, mke wa mtu usikakuchelewesha. Nipishe huko. Odi. Odi. Karibu. Asante. Shikamoo. Marahaba. Baba mkubwa nimemkuta. Baba mkubwa hayupo. Vipi? Una shida gani? Alisema nikirudi shule nije. Basi sawa, basi mimi naenda, nitakuja baadaye. Ngoja kwanza. Kwani wewe mtoto wa nani? Mimi ni mtoto wa Luanja. Kumbe mwanangu. Karibu ndani. Asante. Nitakuja baadaye. Niambie, mama yako hajambo? Vipi? Mbona unalia? Nimekosea chochote? Natamani kujibu swali lako, lakini hata mimi sijui. Na kwa nini umeniuliza hivyo? Au unajua kuhusu mamangu? Hamna, mimi sijui chochote kile. Wewe!
Usikate simu tu mkao. Angalia nini? Sifanyi chochote. Hamna kitu. Wewe unasema abiria chunga mzigo wako unaona jinga? Jinga anasema kwamba wasiwasi ndio akili. Ila samani mwanangu. Kuna kitu nilikuwa nataka nikuulize. Lisa? Nataka kujua kuhusu yule mtoto. Alikuja hapa. Mtoto wa shemeji Uwanja. Chugu. Ila nilipomtajia mama yake tu alibadilika sana na kuanza kulia. Kuna nini kinaendelea kati ya yeye na mama yake? Ni kweli Kichuguu mara nyingi sana kwa kweli ukimkumbusha mama yake. Yaani si kwamba wewe kila mtu anazungumzia sana mama yake. Mara nyingi huwa anarudi hata analia wakati anacheza na mchezo wake wakitaja tu masuala ya mama zao kule basi yeye huwa analia. Lakini walisia uliokuwepo kwamba Kichuguu mama yake kwa kweli sitofahamu itokea mbele. Yaani nashindwa kuelezea kwamba mama yake kufa au hai. Lakini hapo unataka kuniambia kwamba hayuko pale, haishi na baba yake na mama yake. Hata hivyo yeye ana bahati. Maana yake kuna watoto wengi sana wanaishi kama yeye na wengine zaidi ya yeye. Kwa hiyo angalau yeye ana mzazi ambaye anamsimamia. Ashukuru Mungu hata pale alipo. Kweli. Sababu unajua mara nyingi sana huwa anamwambia baba yake kwamba uwe naye karibu sana ili asisikie upweke. Elewa. Naambia uwe naye karibu sana unamtii na hivi kidogo. Lakini hata hivyo, hata mimi kwa sasa pia ni mama yake. Ni kweli. Maana anakujaga pia mara kwa mara hapo. Ni kweli kwa sababu na wewe sasa hivi uko kwenye familia yetu kwa hiyo na wewe ni mama yake. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kumuonesha upendo ili asisikie upweke. Mimi nikawa na wasiwasi. Naomba achane na nafsi. Muda wote si. Wanasema abiria chunga mzigo wako. Hamna bwana. Na wanasema wasiwasi ndio akili. Waswahili nao wana maneno vineno vyao hivi. Hauna. Sasa unajua sasa hivi ukipata kidogo kahawa ndio hapo. Si kahawa sana. Basi, ngoja niende. Kwani mwanangu, hivi ukimaliza masomo yako unafikiria kuwa nani? Nataka nione anashikilia. Kwa nini umechagua kazi hiyo? Kwa sababu nahitaji nisimamie kazi binadamu bila upendeleo. Sasa. Basi mimi nitajitahidi mpaka ndoto zako zikamilike mwanangu, sawa? Sawa. Oh, shemeji huyo. Karibu shemeji yangu. Asante. Karibu kae. Shikamoo. Marahaba Kichuguu, jambo? Sijambo. Karibu shemeji yangu. Hapana. Mimi hata sijaja kucheza. Ila nilikuja nilitaka kuongea na wewe kidogo. Ila naona kwa sasa muda wa kutosha. Nitakuja siku nyingine shemeji, usijali. Vipi lakini kaka nyumbani aje? Haya, karibu shemeji yangu. Haya, Kichuguu. Naam. Mimi naenda zangu. Haya, shemeji. Karibu shemeji yangu. Hivi baba. Ndio mwanangu. Kwani umekuwa penda kuja hapa? Kwani wewe wasiwasi wako kwa wapi? Wewe si shemeji yangu na wewe na mamako ni mamako mkubwa. Changamoto yako ni nini? Mimi sijasema kwa ubaya. Kumbe unamaanisha nini? Kwa sababu kuna siku nenda nyumbani kwake. Akaniuliza masuala ya mama. Na maana hoji kama mamangu mimi hayupo au? Lakini mwanangu Kichuguu. Basi nishakwambia kuhusiana na swala la mamako kwamba amesafiri. Amepata kazi atakuja kila baada ya likizo. Kila siku. Unaposema lakini kwa nini aje? Hamna mwanangu, sijali. Mamako atakuja.
Kwani si unajua mimi baba nampenda. Au kuna kitu unakosa kutoka kwangu? Hapa lakini uwepo wake na uhitaji. Basi usijali. Utajitaji mama yako atakuwa. Sawa? Sawa. Nakupenda sana. Wewe pambana na masomo yako. Sawa mwana? Ambie mama. Ile mama vipi? Ambie. Unajua mama unazingua. Umeelewa vizuri eh? Yaani huo sio ujana huo. Kwa sababu wewe kila siku unafika nyumbani kwangu. Chakula unakula pale, alafu baadaye nipe shilingi 5000. Sasa kwenye familia yenu mimi nimemuoa mtu mmoja ujue. Mimi nimemuoa dada yako tu sijaoa wote ujue. Sasa hujamuoa mtu mmoja, mama sasa kukomba 5000 tu ndo maneno kama yangu kwa nakomba 10000 vipi mama? Yaani hata uombe shilingi 200. Siwezi kukupa vile vile. Mimi sielewi mama, mimi sielewi. Tulia kwanza hivi, tulia. Unajua nini Ibra? Unajua nini? Tunamlea lea ila akiendelea tutamkosa. Anasema aje? Baridi. Acha shamba. Sema mwanangu tunakulea leo ukiendelea tutakukosa wewe. Nikwambia basi nasema hivi. Wewe taka unaenda nyumbani basi uelewe na wewe. Wewe mshamba.